Mimi hata sikuwa najua ati ndakuja kuokoka. Hata ilishtua my dad. My dad alijiuliza mtoto mwenye amezaliwa kwa dini, ameenda madrasa. Alafu mwisho anakuja ku convert. It really shocked him. Yeah, hakuamini. My dad akani-summon. Akaniambia you cannot bring a different ideology in my house. And I cannot stay with a person we cannot stay together, people of two different faiths. Hapo ndio battle ikaanza. Because my dad alikuwa ameshaniambia like hata nilipia school fees nikikuwa Mkristo. Unaona? Mimi muasi, I'm a rebel. Wananiita kafiri. Al-Shabaab anaweza kosa kuuliwa na Muislamu mwenzake, lakini mimi mwenye nimeasi dini, I can be killed because of converting. Kama them, they don't believe in resurrection. They don't believe that Jesus Christ died and resurrected. Na hapo kwa resurrection ndio tunapata salvation yetu. Hiyo ugonjwa ilikuja tu nikiwa home. Ukiwa home kabla hata uconvert. Nikiwa form 4. What happened? Ilianza tu kwa mdomo pole pole. So I remember hata mwenye alinifanya nijue niko nayo ni the Swahili teacher. Aliniambia kwani wewe siku hizo unakunywa pombe kali? Nikasema pombe kali, ndio nikaenda nikajiangalia kwa kioo nikaona kuna kitu kametokelezea. Watu walikuwa nafikiri hata niko na AIDS because back then ndio AIDS ilikuwa imetokelezea. I have like end stage kidney disease. Okay. Yes. So like I'm planning to do a transplant to undergo. Ushapata mtu akukupea? Yeah, my deacon. Your deacon? My deacon, since my family members no one is willing. Murari wa Faruthi wa Thayo TV yokia ngeithi ciakwa muthenya wa umuthi na guku nikuo tukurehagira ng'ano cia gukumereria gugwekera hinya andu magoka makeiturura tuonete andu guku makirira maithori ange makeiturura ngoro cia ikahona ange nao makaheana uhoro wao umegie kuria moimite na kuria mahotete gukinya na tukona wega wa Ngai na tukona uria Ngai agikira mundu wa thi. Riu muthenya wa umuthi na muiritu wa mwanya muno na no akuria Western no ne ukotoko tukinyitana nake nigetha igwe rwano rwake ari muithiramu aciarirwo akĩingĩria thĩinĩ wa dini ya Uithĩramu nĩ aciari yake no agĩcoka agĩũka kuma leta nĩ agũtwĩra kĩrĩa gĩatũmire oime aconvertire nĩkĩ nĩ magerio na maũndũ marĩ kwagereire after gũconvert gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ akĩgereire na no kuona tũndũ ahana moko na ũthiũ nĩ gũcoka gũtwĩra baadaye nĩkĩ kĩu kana mũrimũ ũrĩkũ ũcio. So before ona kana mbere ya tukĩingĩrĩte nake nĩgetha kũhe rũgano rwake na tũkwaria gĩthweri tondũ ti mũgĩkũyũ no rĩu rĩ tareke nyambe ngũhendete njega kuma kũrĩa kwa Golden Dream Lands and Properties Limited di kana no ũkorwo hihi nĩ wĩiguĩte kana wĩna kamũgweto kegemaine na gũkorwo title ikiuma nĩ tũrakũrire atĩ ũmũthĩ ũnginya ũngĩenda title number cia Faraja 1 and 2 so far title cia in the process nĩ kũrĩkĩrĩra irarĩkĩrĩra na ihinda o rĩothe no tukorwo tugikwira ni shoima na koguo wikare na wetereri na ukumaka muno tondu tha icio no ngenda title number twinayo uguo ni kuga tutigitio hani na no ni gacia ni ro haha ngwira title ni rikitie kuma sawa sawa. So in the next maybe probably 1 week and a half ni kugikwira no mbere ndaereke nguhendeto njega ndeto eno ne ndeto egie project ira twinayo kuria Matu, tuina project ijero tuweriga kuruguria muthenya ungiretwo Matu Katutu Gardens. Matu Katutu Gardens ni project ya wanga tijikaru muno. Kuria turoiga ati tukiri na mugunda munene muno makiri gucina broti around 260 something. No ri guku ri nyambe ngure ni ithari mwa ndagika 20 kuma kuria Thika guthie haria project ino weri no wi Matu ni ndagika 25 gukinya thiini wa project ino party ire nene yothe ni rami na kuingira corrugation guciana kilomita 2 point something wona waingira ni urakora muci muthaka muno makiria kundu kwina mae mugunda kundu kwina ginya mae mena mita imagine mita e mugunda thitima cikirire mugunda uguo ndirakuhe uhoro wa kindu ungiuka site visit ugakora no wanyita uhoro ucio na Matu Katutu Gardens
gardens tiati na goro guo ona oigwa mai me mugunda ni mai ma mita tondu we uri ukaga ukagucia ugekira mita yaku thitima cia mugunda no kugucia jirani ona we haha no gutuma uriguo thogoro re turendia ka twi serious tondu jirani arimite indo ciothe iria wonaga mugunda na tondu amenya producer ni gugwikirira ni nju ni ukuona indo ta meloni ni indo ta popo ni ukuona matunda ma mithemba yothe nyanya biriganya cucumber icio ciothe ni irakura gikaro giki na toguo tugukire na maundu maingi muno ngikora magikwo guku nginya urimi wa thamaki gatagati ka maundu mangi maingi nginya ndengu no producer ni nju ni gukuonia na no kora miembe na indo iria ingi cio na matunda ma mithemba yothe nginya macungwa na Daito cia tayari na gutire na goro tondu residential mugunda ni residential na commercial na 170k ukagura na installment kare ho tukwiraga wigirire 50,000 ici ngire kwa ihinda ria meri 6 ugire kugura cash ni 150 commercial residential cash ni 130 installment ni kana kire kuwa na installment ni 150 urute 50 shigure heka hora kwa ihinda ria mieri 6 tutira kuhanyukio na igwa taito cia tayari kire ogwika ri wagura cash kono igwa wega ni urahonokia shiringi 20 rigu wenda wiki atiriri o make sure na wahura namba ici wikirio mafu ucagure hari urenda hatana cagurwo ni mundu ungi uge immediately akorwo kugura cash wiki bia ntugutarira tugutumire nginya details cia account kana ukiweka rwenda kuwa na installment nigetha tukwire uri okuria sawa sawa ukuhura 0798008008 ni namba yakwa 0798008008 kana ya director Mr. Gahora ni 0729870822 0729870822 horo riu nigetha tukuige mubango-ini aria ange makiamukira taito cia Faraja 1 and 2 we nawe ukorwo wetereire yaku ya Matu Katutu Gardens na aria Faraja thirio na ciaitire haraya wiraguo wenyiteire akirite wikorotete na nikio kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited ehotorete gutigira ni wegwatira handu uritaga haku Matu Katutu Gardens ni project jero iria e mwena wa Matu project ino ndungimetigithia kuona kwena mai na thitima na iriganitie na murimi ukuritia melon ngũkũ o ndumwe na thamaki uguo we urafatara ha kurima wina mweke mwega muno project ino irigiceirio ni mathukuru ta Katutu Girls Boarding, Katutu Primary Boarding School na thoko-nene ya Katutu Market. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 na irendio ciringi 150 ukariha deposit ya ciringi 50 icio ingi urikie na mieri 6 kwina special offer kuri we uragura cash na ciringi 130 discount ne 20 ririkana thogoro uyu ni hamwe na marehi ma title deeds kuona buroti ni Wednesday na Jumamothi ugatwarwo hatari marehi hora thimu 0729 870 822 kana 0798 008 008 Oka Wovishine Ruiru Town BD House gorofa ya 3 na neigoro wa BD Supermarket mutabo wa Facebook ne Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Dream Land and Properties Limited. Your home, your comfort. So, mgeni wako karibu sana. Asante. Najua hujaelewa ni nini hiyo nimesema. Nimesema aje? Mgeni wangu karibu sana. Oh, kumbe tunaweza ongea Kikuyu. Mali pengine nitafloat. Okay, yeah. Lakini unajua Kikuyu? Moja. Umekaanisha na Wakikuyu kweli? Yeah. Wapi huko? Dandora. And then babangu alikuwa anapenda sana Wakikuyu because alikuwa anafanya business na wao. Hata alikuwa anajua Kikuyu yote. Okay. Yeah, na nataka nitembee in his footsteps. Okay. Yeah. Kwa hivyo unataka kuolewa na Mkikuyu pia? No. Kwa nini? Oh, ushaolewa? Hapana sijaolewa. Lakini acha nisiseme nataka kuolewa na nani, but I'm just there, yeah. Nafikiri ni muhimu kusema pia, lakini wacha tuanze hapo. So tuanze kwa majina. Wacha tujue unaitwa nani, umetoka wapi, umezaliwa wapi, umesomea wapi. Yes. Kwa majina naitwa Mwanahawa Hasandi. Mwanahawa
Khasandi. Khasandi. Yes. Okay. Mimi ni Mbaluya kutoka maeneo za Western. Nilizaliwa na Violet Musanga ambao saizi she's late. She died when nilikuwa mwaka mmoja. Na mzee ambaye anaitwa Idi Kusifaraji pia yeye aliaga last year July. Yes. Pia mimi ni mama, I'm a single mom of 2 kids. Okay. Praise and Grace. Yeah. Nimesomea Eldoret na huko ndo nilizaliwa. Yes. Oh, umesomea Eldoret. Yeah. Okay, ulizaliwa Eldoret pia. Lakini wewe ni Chepkorio. Sorry? Chepkorio. Kuna Waluya huko? Wengi sana. Mimi nilifikiria Waluya kwa Kakamega, Kitale. No. Tuko kila mahali. Mko kama Wakikuyu? Tuko kama Wakikuyu. Okay, so wewe ni Mkusi, Mbukusu? Mimi ni Mwidaho. Mwidaho. Mwidaho kutoka mahali panajiita Ishikolu. Maeneo ya Kakamega. But unfortunately situjakaa hiyo maeneo. Bado kule kunaitwa Shamahoho, bado kunaishi Waluya? Waidaho. Okay. Sasa. Waidaho wako huko. Na Maragoli wako wapi? Kitale? Vihiga. 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 Kitale ni ya kina nani? Kitale ni mixture. Okay. Bukusu, Waidaho. Na Wakusi bado wako kule kwa boda? No. Wao tu ni Kakamega. Ni Kakamega bado. Yes. Okay. At least niko na historia kidogo ya huko. Yeah. Okay, na nafikiri nitakuja kuwaita bado ndio mnipe utamaduni wa Waluya because there are things you guys do they are really shocking. I mean like kuna rafiki yangu alikuwa na house girl. So shosho yake akakufa. Sasa akasema anaenda wiki 3. Sijui wiki ya kwanza ni kumzika, wiki ya pili ni kumgoja sijui arudi, ndio anarudi wiki ya 3. Sasa nikashindwa mtu amekufa anarudi kwa nini? Yeah, kuna hizo traditions wana believe. Hata kuna ile tradition ya like kama for example amekufia Nairobi town na sijui tu anabeba kivuli yake, wanaipeleka hadi wapi. Yani kuna some sort of traditions. Wakati mwingine sijui nasikia umefika kwa barabara sijui maiti imekataa kuenda. Sasa unashindwa. Ati mpaka sijui iongeleshwe. Those things are real. Yeah, they are real. They are real. Kai. They are so real. They are so real. Who do you think akona that info ya undani anaweza kuja kutuelezea? I think those watu wazee. Kuna mmoja unajua? Wa kitambo. Maybe I just find out. Please do. We need to know how it happened. Because you know some of those things and then you guys take matanga kama ni kitu. Hata sijui hata kuzaliwa mna celebrate hivyo. Ni matanga. Hata kukula. Lazima ng'ombe iangushwe. Well, okay, we shall even cover the party ya watu kuolewa. Ukioa msichana Mluya, there are things that you have to do. Kuna tradition nyingine nilisikia, sijui lazima ati mnaketi sijui chini. Wale wamepewa heshima wanakalia sijui ngozi za mbuzi. Alafu sijui wanazungukwa na wamama, ndio ukizungukwa hautaitoka kwa hiyo boma. Sasa tutakuja kuangalia hivyo baadaye. So umezaliwa na ukalelewa Eldoret. So after shule? After shule, sasa unajua hatukukaa Eldoret kabisa because dad alikuja Nairobi. Okay. Alikuja Nairobi, alikuwa anafanya kazi Nairobi. So like mimi tulisomea huko hivyo. Then mimi nilimalizia form 4 pande za Kitale. Now after form 4, so I had nili have to join like my dad vile alikuja huko hivi. Kwa sababu kina mama walihama na my step brothers walihama wakakuja Nairobi. So like tukakuja huko hivi. Yes. So umeniambia ulizaliwa ukapata wewe si wa dini ya Christian, right? Yeah. I mean religion. Ukajipata wewe uko kwa dini ya Uislamu. Because you know some people mention ni kama tribe lakini ni dini ya Uislamu. Bado wewe ni Mluya, typical Luya. Yani zile vitu za Kiluya lazima uzifanye lakini dini. Lakini sio unaona in Islam they don't like uphold the traditions. Okay. When you're in Islam, you don't. Let's go back. Ushaanza sasa kujijua. Unajua kuna pale mtoto huanza kujielewa na anajua mimi ni wa dini ya Uislamu. So what ulipata nini na nini na nini? Mimi wakati nilizaliwa, you know,
My great grandfather is a Muslim, my grandparents Muslim, my dad is a Muslim. So hatuwezi sema kuna ile mtu anasemanga ati alisilimu. Kusilimu ni you are a Christian who convert to Islam, but ours haikuwa hivyo. Kwa ulizaliwa uko Nilizaliwa ndani ya dini. Nimeenda madrasa, nimesoma Quran, nimefanya hivyo vitu vyote. Sasa like mimi nilijipata tu pale hivyo ndani ya Islam, unaona? So but along the way there is something that really happened. So mimi vile nimekuambia mama alipass. So after mom kupass, like nikakuwa brought up na step mom. The relationship between us was not good. So I remember nilikuwa form 3. Nikiwa form 3, parents wa kina mom wanaka stepmother wanaka pande za Kitale. So like akaniambia like kule kwao wale ma brother zake sio uncles wangu. So hiyo kitu iliniingia. Nikaendea nyanyangu nikamwambia nyanya, me I want like to know my people, my wajomba wangu, watu wakina mom. So like nyanya akaniambia hakuna watu, like they died all of them because your mom was brought up by an auntie. Na huyo auntie alikufa. So mimi nikaendea my hauna watu wenu? That's what they told me. But nitakwambia tu hapo mbele kuna mtu mmoja nilipata. Okay. So like nikaenda nika approach my dad. Na remember dad alikuwa ananipeleka Kenya Polytechnic. Nikamwambia dad, nataka nijue wajomba wangu. There is a reason a story nataka niwajue. Dad pia akaniambia wewe wacha tu kwa sababu unajua tu tangu niwe mdogo kwa sababu mama alikufa nikiwa mwaka mmoja. So tangu nikiwa mdogo mimi sijawahi ona au ma relatives. Unaona, so hata ndio life ilikuanga hard lakini mtu unavumilia tu kwa sababu there is nowhere you can go. So like wakati walinipatia hiyo jibu yao mimi nilikuanga na watch TV. So nikiwatch TV mimi nilikuanga naonanga ama pastors ama prophets they are prophesying. So nikajiambia tu like I believe if I go to these prophets they'll be able to prophesy and they will be able to see where my mom's relatives are. So na usiwataje. Sitataja jina. So like kuna mmoja nilienda hiyo church but wakaniambia hapa unalipanga appointment fee. So nikaenda nikasaidiwa na marafiki zangu wa shule tuka raise 1200, ilikuwa appointment fee ilikuwa 1200. Sasa wewe ni mtoi? Si kwa mtoi, nilikuwa nimemaliza form 4. Okay. Nilikuwa nimemaliza form 4. So like kwenda huko hivyo sikupata help yoyote, hata hakuna kitu alinisaidia. By the way hata ndo mashida ndo nikazi ilikuwa madhena zilikuwa mingi sana. Nikasema huyu naye ni nani sasa, hata sijasaidika, ni kama hata ma problems zilianza kunifuata mpaka pale kwa nyumba. Unaona? So siku give up. Siku moja nilikuwa naenda Umoja, nimetoka home, nimeenda Umoja, sasa nilikuwa naenda kwa fundi wa kushona manguo. So like nikiwa tu naenda there is a woman alikuwa anashuka nywele. So nilikuwa nimeenda few meters but nikarudi nyuma nikamuuliza unashuka hii nywele na pesa ngapi? Kumbe ilikuwa through kushuka hiyo nywele ndio atanipeleka mali. So like akaniambia hivi na hivi na hivi. So nikajipanga nikarudi to that woman. So kurudi huko hivyo ile tu tumekaa ananishuka nywele but nikaanza kupiga story yangu. Nikaanza kupiga. Kanaambia usijali. There is a man of God somewhere. I believe if you go there he will be of great help to you. He will pray for you and all that. So nikajipanga, nikaenda nyumbani hawajui. Nikajipanga tu, nilikuwa natoka nikama nilikuwa back then nilikuwa Kenya Polytechnic. Nikama ninaenda Kenya Polytechnic but I was not going to school. Juu school ilikuanga in the evening, so morning hours. Sasa nikaenda huko hivyo. I had an ID ya mamangu na picture yake. So nikaenda huko hivyo nikaongelesha. Huyo sikulipa. Akaniambia like I will not be of any help to you. Maybe you join us kesha, tutakuwa na kesha Nairobi Cinema. But mimi nikasema I cannot go for kesha because kwetu hawajui ninaendanga church na wakijua itakuwa ni hatari. So mimi nikashikiliaga tu hiyo idea mamangu na hiyo picha yake. Sasa one day nilikuwa natoka college. Nikitoka college the ID mtu aliingia kwa nini akachukua wallet yangu. Sasa nikasema itakuwa aje. But mimi siku give up, nikaendeleanga tu kwenda hiyo church.
mpaka siku moja that man of God akaniambia like you just need to give your life to Christ. So me paka up to date me ujiuliza like why did he like tell me, but at the end of the day naona it's just good. Aliambia you have to give your life to Jesus. So immediately I just knelt down. He called another pastor, assistant pastor, like to your prayer salvation, like they were praying for me. So like nilikuanga nashindwa, you know, wanasemanga like in Muslim there is a majini, unaona. So like ni kama something ilikuwa inanishinda, ninanifanya inanikaba, so I was unable like to confess. Wanasema you confess then you believe. So nilikuwa nashindwa ku confess, ni kama nanyongwa. So the man of God had to stop what he was doing, then like he started praying for me. After he prayed for me, that's when like I was able to confess Jesus as my personal Lord and Savior, and that's how my journey in Christianity began. So like nyumbani, yani cha lazima. Ilikuwa cha lazima. Na there is a day mimi nilienda kwake aniombe. Aliniambia wewe, it's only God who can be able to help you. Yani it's like ndio ndiye alikuombea? Yeye ndiye aliniambia salvation. Unaona? Lakini the more naendelea nilikuanga, the more naendelea kwenda huko hivyo. You see this easy deliverance. Sometimes watu usemangaje like kuna wale ndio wanafanya deliverance for sarakasi. But me, I'm telling you, I underwent deliverance. Like there is a day me I had stood. Kusimama tu, hakuna mtu mwenye alikuwa amenishika. Like nilisikia nachomeka huku hivi, like you cannot stand. Yani mi deliverance yangu yani it was real. Mi hata nikionanga wengine wanafanywa I can tell hii ni ya uongo na hii ni ya ukweli. Unaona? Mi nilifanywa deliverance, alikuwa ananiambia niko na majini. Nikisimama mbele yake hivi akiniangalia hivi anasema niko na majini. So like I was just like a deliverance. Unapata hata hii like the head cover. There is a time nilikuwa nimejifunga. Na sikuwa nimeambia mtu yote usiku nikilala, but I remember he told an usher, ambia Mwanahawa ache kujifunga hiki kitambaa. So I was like, hiki kitambaa kwani iko na, na sijamwambia hiki kitambaa kwani iko na nini. So nikaendelea tu kufanya hiyo deliverance. So ile wakati nilitoka kwetu ilifika mahali, by the way, battle ikakuwa so real. Yani mpaka ikakuja kani affect physically. Unapata there is a day nilikuwa natoka Kenya Polytechnic. My dad, sijui like stepmother yangu ni kama alikuwa ashaanza kujua naenda church juu yeye nilikuwa share na yeye. Unashare na yeye but si ule mtu mwenye ana keep secret, unaona. So alikuwa anaenda kuambia my dad. So siku moja my dad akaniambia, nasikia umekuwa nini Mchristian. Sikumjibu. So there is a day nilikuwa nimetoka college. Kutoka college nikikuja nyumbani. Baba akaanza, yani nile akaniambia like nimekuja kwa nyumba late. But nikiangalia time ni ile time nilifika 9. It is just ilikuwa time yangu ya kawaida. Dada alinipiga na ikafika mahali akaniambia like hakuna kutoka kwa nyumba, unaona, because sijui yani mimi nilikuja nika conclude nikajiambia the spirit that I'm having na yake haziambatani. Haya, let's go back kidogo. Najua hatuku cover ile part yako kwa Uislamu sasa. That is umefanya hayo after form 4. But throughout your journey kutoka kwa mtoto ulikuwa Muislamu, sio? Yes. So how was the journey before uamue sasa ile conversion, of which umesema haukuwa ready, ulikuwa unapata usaidizi? Mimi nilikuwa natafuta tuseme prophecy. Nilikuwa natafuta prophecy. Uambie watu wenu wako wapi? Kumbe kwa njia ya kutafuta prophecy umeenda ukaokoka. Yeah. That's how God arrested me. So the journey ya utoto hadi kufika hapa kwa conversion. How was it? Mimi naweza sema being raised up by a stepmom, it is not like a walk in the park. It is not easy kwa sababu life was so hard. Unapata like sijui tu kwa tunasikilizana na yeye ama yeye alinichukia tu ama nini ili happen, unaona. Kwa sababu mimi nilifika mahali by then nilikuwa najua tu yeye ndio mamangu, but nikiwa class 3 people wakaanza kuniambia she's not your mother. Nakumbuka hata kulikuwa na nilipata great grandmother. Sasa great grandmother alikuwa anapigia story sister ya stepmother. Namwambia
huyu Hawa mama yake alikufa bla 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 bla. Hapo ndo nikaanza kujua, nilisikiliza stories. Sasa nikaenda nikauliza huyo auntie, is it true kweli mama yangu alikufa? Akaniambia your mama yako alikufa. So unapata yeye ilifanga mahali mpaka akaanza kunionyesha like anaambia watu huyu si mtoto wangu, unaona. Hata vile like tulikuwa tunakaa mimi na brother zangu, I remember brother asa mtoto wake first born wake alikuwa ananiambia like nitoke hapo si kwetu. Ambia toka hapa si kwenyu. Hiyo wakati nilikuwa primary school. Toka hapa si kwenyu, enda kwenyu. So unapata unakuwa hurt na hakuna mtu mwenye unaweza share na yeye because of that fear. Kwa sababu unajua at the end of the day hakuna mali utaenda, ni hapa tu, unaona. So naweza sema life ilikuwa hard tu sana, but mimi naweza thank God tu kwa sababu alinisaidia tu nikavumilia. Yeah. Okay, what about the life ya Uislamu? Because now that you are Christian, of course sitaki compare, but maybe you can share some few things about kutoka utotoni ukiwa Muislamu. There are things maybe you could avoid za dini. There are things zenye haungefanya ukiwa kwa dini ya Uislamu lakini wazifanya kwa Christian. Mimi kile kitu naweza taka tu kusema kitu kenye kime stand out. Let me start with Christianity. Love. Love. Kwa sababu even hata wakati mimi niliconvert nikaanza kusoma Bible, naona love is so loud. Unaona? Jesus himself is love. Unaona? In Christianity there is love. Unaona like wakati mimi niliconvert nikakuja kwa Islam, hakukuwa na love from the other people. Ukakuja kwa Christian that is. Hakukuwa na love. Wao tu ni hatred. Unaona like anger and bitterness. But when you come to Christianity, me like right now, I usually miss my brothers. I usually even miss the stepmom. But kwao hakuna kitu kama hiyo. Yeah. Naweza sema there is a big difference. Unaona? So like but hiyo pande nyingine there is no love. Unaona? Yeah. Madrasa mlikuwa mnafunza nini? Madrasa tulikuwa tunafundishwa mambo ya dini. Tulikuwa tunafundishwa unaanza kwanza kusoma Kiarabu na kuandika and then unafundishwa vile vitu vinaitwa, unafundishwa mambo ya dini, unafundishwa Quran recitation and all that. Yeah. Wow, so is there a big difference ya kuwa Muislamu na kuwa Mkristo? Big difference. In Christianity there is life. Me that's all I can say. There is life. Because if I read the word of God, inasema Jesus came that we may have life and have it in abundance. There is life. Yani there is love. There is everything. I cannot compare it with and then in Christianity you pray. And God answers your prayer. You can believe God for something and God anakujibu. But huko hivyo, we were just like, you recite, then it is just a matter of recitation. Things have been written down, so you just recite. But hapa hivi, we walk, yani unaona your faith, unakuwa na your faith, yani una believe. Kama unaambia God like, I'm trusting God for healing. You tell God, I want you to heal me. For sure God will heal you. Yeah, there is big difference. Yeah. So, yes, uli convert, but you were not ready. Do you feel like yule mhubiri alikukosea kwa kukuamulia kuconvert kwa haraka, ingawaje ulikuwa unaenda kupata usaidizi? Because unajua kuna mahali unaweza tolewa, alafu you feel like you behave like Israelites. Yani ushatoka mahali lakini you still behave like you're there. I mean, unasikia ni kama mtu hakunifanya fair. Kuna vitu zingine sikuwa nimemaliza upande huu, labda ningetaka kumalizia. I mean, it's like it was forced out in you. But wewe kulingana venye nimekuona ni kama it's like you were ready lakini hukuwa unajua. Ni kama Mungu alikuwa anakutuma uende utafuta prophecy. Ndio. But you see, unaweza keti useme, but I was not ready. So mimi naweza sema like wanasemanga like everything happens for a reason, for them that they love God and they were called according to God's purpose. I believe God called me according to God's purpose. God anasema kwa wadi yake in the book of Jeremiah, even before you were formed in your mother's womb, I knew you. Unaona? Like my dad, yeye hakuwa ananijua. Unaona? My brothers, my grandmother, they didn't know me. But God alikuwa amejua. God alijua like
hii njia tu, though it's hard, it's rough, it's tough, but the grace of God has been there. Unaona, God alijua tu like nikitoa mama ya Hawa na akose kujua relatives wake, kupitia tu hiyo njia ndio Hawa atafanya nini, atakuja kunijua. Maana mimi ujiambiaje, like mama angekuwa alive, mimi hata singeshughulika na Jesus. Unaona, mimi hata singeenda ati naenda kutafuta mama kwa sababu life ingekuwa smooth. Nani angeanza kunibully, anza kuniambia uko si kwenyu, no. But God alijua this is the only way that I'll be able to get this child. Unaona, so like me, I went there. I think God alikuwa shani prepare kwa sababu haiku happen the first day nimeingia hiyo church. Unaona, me by the let me tell you a funny thing. Unaona ile design, unaendanga church, unaona watu wanaanguka, unaangalia huyu anaanguka, mimi siwezi anguka. Hata nini fanyike, mimi siwezi anguka. But watu wakiomba unajikausha tu, mimi siwezi anguka. Mimi nakwambia vitu zili happen hapo hivyo, yani unashangaa. Like I remember there is a day, sijui nini, I think alirusha kitambaa hivi. Unaelewa? Mimi nilianguka, hakuna mwenye alinishika, nilijipata tu nimeanguka chini. Unaona? So mimi siwezi sema like kati nilisukumwa ama nini, ama kuna kitu sikumaliza huko. Ama ulitegwa? Hapana. Najua hapa Kenya utategwa. Ama utachunwa. Mimi nakumbuka hata aunti yangu alikuwa ananiambia, si ungengoja kwanza umalize college, because my dad alikuwa ameshaniambia like hata nilipia school fees nikikuwa Mkristo. Unaona? So wakaniambia, na si ungengoja tu umalize college kwanza. Nyanyangu angeniambia, ungevumilia tu kwanza Hawa. Ungevumilia tu kwanza umalizane na shule. So they were not happy about the way you decided abruptly Hawa, yani ni kitu wanajua haukupanga. Everybody. But ukiwa huko ulikuwa na miss Christianity? No. Mimi hata sikuwahi jua siku moja nitakuja atiokoka. Ati nijue siku moja ati nitakuja kusema Jesus is Lord. Ati siku moja nitajipata kwa nini kwa aje. Na pale kwetu mali nilikuwa babangu is a staunch Muslim. Sisi wenyewe, mimi like even today tukipatana na brother yangu tukipatana na hivi, hatuwezi shake hand because I'm a Muslim. We can't. Tulienda burial ya dad, they cannot associate me in any meeting because I'm a Muslim. You are Christian? Yeah, because I'm a Christian. Yani ni staunch, unasikia staunch Muslims? Yeah. Tulikuwa staunch. Sasa wewe, staunch Muslim. So how do they classify you? Wanakuona kama muasi? Mimi ni muasi. Mimi nakumbuka, yani hata dad aliwaambia huyu wachaneni na yeye. Maana ameconvert. Na mabradha zangu akasema tutaendeleza kile baba yetu alituambia. Huyu since ameconvert huko tu. Mimi ni muasi, I'm a rebel. Wananiita kafiri. So let me ask, kati ya muasi wa mwenye ameconvert akaingia Ukristo na Al-Shabaab, tofauti ni nini? Kwa sababu pia Al-Shabaab na kina Al-Qaeda, you know, I think they are I think almost Arabs. Sasa you see what? Al-Qaeda, Al-Shabaab, wao hawataona kama ni wabaya, maana wao wako kwa dini. Kwa hivyo wao ni pagans. Wameamua kutoingia kwa dini yoyote. Ni wako kwa dini, wako kwa ile dini tu, ile dini ya Kiislamu. Alafu si waasi? Si waasi. Wao ushaisikia wakiitwa waasi. Ushaisikia wakiitwa waasi. So afadhali wao ama heri wao kuliko wewe? Heri wao kwa sababu Al-Shabaab anaweza kosa kuuliwa na Muislamu mwenzake, lakini mimi mwenye nimeasi dini I can be killed because of converting. Convert is a big issue. It's a big deal. It's a big deal. There is a man, a Haji. I don't know if umeshaisikia story ya Haji. Haji alikuwa kuuliwa kabisa, ni ile alikwepa. You can be killed. It's a very serious issue. Converting from Muslim to Christianity, it's a big deal. Me remember hata nyanyangu alikuwa ananiambia like if I want help, my dad amesema kama nataka help ama kama nataka kuishi life poa, nirudi tu kwa dini. Yani it's a big deal. So wenye wako kwa dini na ni I don't know what to itawaita aje, because like there's a Christian who would choose not to be a Christian, haendi kanisa. So sasa kwa Islamu hatuwezi waita ni I don't know what we call makafiri. Hatuwezi waita makafiri. Hatuwezi waita, wao ni Wakristo tu. Muislamu hadi ukuje pale kwa Uislamu,
ufanye vile Waislamu wanataka, uvae vile wanataka, uswali hivyo. So what is the language behind kuvaa, because they are so strict. Unajua Kristo atavaa miniskirt na heels na time wakati pastor ana preach. Sasa hiyo ndio anagongesha heels pale. So you guys seems to be so strict. Very strict. Very strict in the way we dress. Wanaamini mwanamke lazima ajifunike vizuri. Inaitwa kujistiri. Lazima ajistiri vizuri kabisa. Yeah. So hiyo nguo ya kujistiri inaitwa buibui. Kuna buibui na kuna kanzu. Kanzu ni wanaume. Kanzu ni wanaume, alafu buibui ni wanawake. Na hijab? Na kuna hijab. Kuna jilbab na kuna hijab tu kitamba ndogo. Jilbab ile ni kubwa inafunika hadi huko. Yeah. Kuna wengine wanajifunika unaona tu macho. Ninja. Kwa nini wanajifunika? Sasa unapata ninja, kuna wale wanavaa ninja kama wanataka kwenda kuolewa na kuna ule tu ameamua kujifunika. Mimi niko na aunti yangu anaitwa ni namseko wangu. Yeye hujifunika ninja hadi wa leo. Kwa nini? Amechagua tu yeye mwenyewe. Ama ni kama sisters? No. Kwa Kikristo? Yeye mwenyewe tu amechagua kuvaa ninja. Okay. Nafikiri dini ina mambo. Ina mambo. Lakini so wakati ulikuwa sasa ule upande mwingine wa Uislamu, there are things you could avoid zinafanyika kwa Kikristo and they are so strict. Especially ukiwa madrasa, ukuja kuwa mkubwa, kuna vitu hauwezi fanya kama Mkristo. And especially when it comes to dating and whatever. Like in Islam, these easy stories are like unajua mimi naonanga Islam ya saizi I cannot compare it with Islam ya kitambo. Ya siku hizi I think wanai-modernize. Okay. Hata the way ladies wanavaa siku hizi, ladies, Islam ladies ni kama wanai-dilute, unaona? Kwa sababu unapata hata siku hizi hizo buibui zao kuna venye wanaziweka zikuwe fitting and all that. But unapata ya kitambo ile inataka na ikuachilie. Haitakani uvae nguo ambayo imekubana and all that. Hizi datings they were not allowed. Kwanza kuna nini fulani inaitwa la takarab zina. Usikaribie zina. Unaelewa? Yani usifanye hizo mambo za zina and all that. But unapata in Christianity but let me also challenge Christianity. It seems ukiingia kwa hiyo dini lazima ukuwe serious. The Islam. You have to. Those people are very serious. They had none, they are disciplined. Unlike Christians. Najua at least umeonja dini zote mbili. Ati leo mtu anaweza fungua biashara aachane na kanisa. Ebu challenge Christians because you've been the other side. And ukienda Isli kama amefunga. Christians are jokers. Me remember wakati nilikuwa nyumbani, my dad alikuwa ananiamsha 5. So unajua kuna hiyo inaitwa subuh alfajr, ile kuomba. Ilikuanga ni compulsory. Like even these, mimi naweza taka like reach out to parents ambao wako na watoto wao. My dad was so strict, alikuwa anatuamsha 5. 5 like everybody akwa ameamka to swali, inaitwa kuswali alfajr. Then tukisha swali we recite the Quran. Unaelewa? So I will just like to speak to Christians, let us just be disciplined. Muslims are very disciplined. Unapata ikifika ni saa swala, ilikuanga hata tukitravel. Mali tutasikililia adhana, inaitwa adhana, muadhini akiadhini. Mali tutasikililia ndio pale tutatandika our mat tufanye nini, tufanye prayers. Sasa hiyo ni nini muadhini? Muadhini ni ule mtu ambaye unasikianga anasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toa sauti kwani unaogopa? Ati wanasema nini? Unajua tunasikia lakini hatujaielewa. Especially ikifika saa 10 na sijui saa 7. Yes, ni saa 10, saa 7. Saa 10 asubuhi, saa 7, hiyo ni dhuhur, and then kuna saa 9, and then kuna maghrib, and then kuna isha. Unaona? Ati anasemanga nini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani azin anaita watu, azin it's a matter kujeni tuombe. Kujeni tuombe. It's time for time ya kuswali. So it's time ya kuswali. Kujeni tufanye nini? Tuombe. Maybe there is a teaching that I listened to, ni ya Nebuchadnezzar in the book of Daniel. Alisema mali popote utasikia sauti, wachana kile unafanya, anguka chini munini. So that strictness, yani hata si kuforsiwa, it is in you. You already know the purpose of praying. It's just in you automatically. It's just in you. Like unajua ukishasikia hivi, unawacha anything that you are doing, it's time for prayers. Yeah. But
So Christians, we are jokers. Christians are jokers. Christians, let me tell you, Christians are jokers. If Christians were as serious as Muslims, I think the world haingekuwa with a lot of evil the way it is today. Christians are jokers. Yeah. Christians need to wake up. They need to wake up. If they wanataka tu they overcome the enemy, they need to wake up from their slumber. Unaelewa? Yeah. They need to be very serious with God. Because the God that Christians, He's alive. He's a living God. Me, that's all I can say. Yeah. Wow. Sitaki tuingie kwa undani sana. It's okay. Although, tulisoma na wao, we could see how serious they are. Sikumbuki siku moja niliamka kuomba nikiwa high school. Okay, najaribu kukumbuka siku moja niliamka. True. But them, it was a must. It's a must. Yani, yeye na anaamka mapema. Kuswali haezi chelewa. Ifika ile wakati wao kufast pia. It is a must. They're very strict and they know na what they're doing. They train hata watoto wao. Yeah. Hata watoto wao wanafundishwa kufast. Yeah. Though tunapenda kufanya jokes ya hiyo fasting yao, but those people are just serious with their religion. Yeah. Very serious. The Christians wengi hata Sunday unapata mtu ako kazi tu. True. Maisha iko kawaida. Haendi kanisa, utamwambiaje? Let us just love. Because let me ask you. Unajua kwa nini nimekuuliza hivyo? Ukiangalia most of them wakiweka biashara. Lazima ikuwe ukienda hapo unajiuliza, wani hizi biashara zao wanatumia nini? But they are very serious when it comes to Mungu wao. Yeah. So let even know, hata tuache ku-classify ati tuseme Mungu wa huyu ndiye mzuri ama huyu ndiye mzuri. Let's stick to their faith. They are more than us. They are very strict in terms of siku hizo nasikia Wakristo wakisema na watu wanakuwa na pesa. Hii pesa utoka wapi? Is it because of their religion? They are very strict. Mungu wao lazima amuombe. As we don't pray, lakini tunataka biashara ikue. Sasa tumeanza kusema biashara zao hao watu wanakuwa na pesa. Yani unapata mtu amechukua nyumba. In fact most of them hata akienda kununua mahali kama mlikuwa mnunua 4M anakuambia acha nikupe 10M. How? I think it's just their discipline that they are having. Yeah. You can say that. It's just the discipline that they're having. So sisi tunakosa nini? We are not disciplined. And mimi nasema Christians wanasema I love God na ni mdomo. It is not from the heart. Ni kusema tu. Kwa sababu utapatana na wengi huko hivi nje watakwambia I love God. But when you read the word of God in the book of 1 John, God anasema if you love me you have to keep my commands. You see them, they are keeping the commands of Islam. Like they are observing the rules. They're observing the Sharia. But when it comes to Christians, we don't do that. Okay. Nanipata. God mwenye anasema, if you say you love me, you have to keep my commands. You have to obey my commands. If God has said we pray, we have to pray. But you find that Christians, they are doing opposite. Naelewa. Unapata? So sisi tunapea Mungu lip service. Yes. Badala ya heart service. Lip kusema tu. Unasema tu. Unasema me I love God. I love God. Jesus na I unalia. love you. Na unalia. But mtu akikufuatilia life yako na huyo God mwenye unasema aziambatani. Me unajua wale wako so strict. Mimi I've told you I'm a single mother and I have 2 kids. May I remember I had it was out of fornication nilipata watoto wangu. Unaelewa? Na kwa Islamu haitakani hivyo. Na ndio maana nimekuambia la takarab zina. Kwa Islamu lazima ufanye vitu halal. Unaelewa? Unapata hata kuku yao kuna kitu inaitwa halal. Vitu vyao lazima viwe halal. Hata kama ni ndoa lazima ifanye nini iwe halal. So may I remember my dad aliniambia hivyo ndio vile Wakristo mna behave. So unapata at the end of the day Christians tunaibisha the cross, tunaibisha Christ. Kwa sababu my dad alini challenge, is that how Christians behave? Na unapata tu ni wewe mwenyewe na ujinga wako unafanya mistake. Okay, let's go back kidogo. I have a aunt mwenye ameolewa na Muislamu. So unapata inakuwa rahisi sana msichana akiolewa na mzee. Lakini sasa inakuwa ngumu mtu kama mimi kuwa msichana Muislamu. Why is it hard? I have to convert. Ni sheria yao. Nacho nikwambie when I think wana sijui kama iko kwa I think iko kwa Quran but pia kwa Bible iko. Biblia inasema do not be unequally yoked with unbelievers. And that's why
if you want to marry a Muslim lady, you have to convert. Lazima uwe pattern, lazima uagree na with their everything. Kwa hivyo sijui kama ni kwa because in Bible unapata giza na mwangaza haziwezi ambatana. So I believe that one it's almost close to each other. So lakini sasa does it mean so kama ni kijana mwenye ni Muislamu akioa a lady who is a Christian, of course Bwana ndiye kusema, so utaenda kwa dini ya Bwana. But kijana akitaka kuwa msichana Muislamu lazima convert. You have to convert. Lakini sasa hapo si ati anafuata sheria ya bibi, ni sheria ya dini. Because at the end of the day unafaa kufuata bwanako. So kama bwanako ndiye kiongozi kwa nyumba, si kumaanisha unafaa kwenda anda yeye. So kama bwana ni Christian, you just have ama lazima wachana na huyo, wachana na yeye. So he's like an unbeliever. Yeah, he's an unbeliever. Okay. Unapata sisi Christians, unajua sisi tunaendanga tu like Mkristo anaweza olewa na Muislamu na hata mind. Lakini Muislamu hawezi. And remember, Mkristo akienda kwa huyo Muislamu hata hawezi mwambia about the dini, amwambie sisi ni hivi na hivi na hivi, lakini yeye atakwambia. Utapata hata mavazi ambayo unavaa, atakwambia ubadilishe. Mimi na marafiki, kama ulikuwa unavaa longi atakwambia hapa longi hapana, hapa ni buibui, hapa ni madera, na watakutafutia wakupatie. Is it because you were there ndio maana hata ukija kwa Ukristo kuvaa lazima uvae that neat? Because si expect ni kuona na dress fupi na huko ulikuwa unavaa refu. I mean umezoea buibui alafu kuja kwa Ukristo uanze kuvaa miniskirt. Is it because you were there ama it's your role? No, it's not because I was there. There is a word of God in the book of 1 Timothy that gave me the conviction. After conversion, me there is a prayer that I prayed. I told God, God, you have delivered me from Islam. God, nimekosana na babangu. Mimi na familia yangu hatupatani. God, masomo yangu ndio hiyo niliacha masomo because of kuja kwa Jesus. Sasa God, nifanyie tu favor moja. Please nisaidie tu nisiende hell. That was my prayer. God had that prayer. Me have told you in Christianity you pray and God hears. God answered that prayer. He sent me another woman. This woman came with pamphlets, with CDs. I listened to them. There is a word of God that says there is an inner witness. For example, like ukuja uniambie kitu na ni kitu nilikuwa naombea, there is that inner witness. I'll just get the peace and all that. So like that woman came, I listened to those messages. Zikakuwa zinaongelelea sana about dress code. And wanasemanga like you have to weigh every word by the word of God. If it's in the word of God, then it's you're good to go with it. So as I listened to the CDs, to the pamphlets, zilikuwa zinataja sana about the dress code of a woman. It's not that I was not putting on miniskirts. I was putting on miniskirts. After nimetoka after KUASI. After KUASI. After kutoa buibui. After kutoa buibui nilikuja. Sasa unajua tu unakuja unakaa kama Wakristo. Wanasema ukienda kwa Warumi unakuwa kama Warumi. So mimi nikakuja, nilikuwa navaa miniskirt, nilikuwa navaa trouser, nilikuwa nafanya nashuka nywele, nilikuwa nashuka hizi ma braids. So after listening to that message, hiyo word ya God inasema in the book of 1 Timothy, we have to be like women, we have to put on, we have to be decent, we have to be modest. Sasa that's why I'm putting wow. Mina umesoma Quran? Yeah, nimesoma Quran. Unaita Quran? Inaitwa Quran. Yes. Na Bible as well. Na Bible. So what is there a big difference? There is a big difference. Yeah. But some of the verses are close to each other. Yeah. Like kuna there is a surah in Quran inaitwa Suratul Maryam. Suratul Maryam inaongelelea about the birth of Jesus. But the birth of Jesus wanamuita Isa, the birth of Jesus. But kuna ikifika huko mahali mbele wanakuja wanakata. Kama Christians, Muslims, they don't believe that Jesus is God. Mimi nakumbuka hata nilikuwa na pray in the name of Jesus. My dad akaniuliza, who has told you to mention? Ukitaka kukosana na wao, just wewe waende tu ukisema Jesus. Jesus. Sema Jesus, ni kama utakuwa invoke some spirits. Unaelewa? Okay. So like kuna venye inaambatana, but ikifika huku mbele inabadilika. Kama them, they don't believe in resurrection. They don't believe that Jesus Christ died and resurrected. Na hapo kwa resurrection ndio tunapata salvation yetu. Okay. Ikifika ni mahali wamekufa or something,
I don't know what is the reason behind kuzika watu. You know, sisi Christians tumezoea unaweka mtu karibu hata mwezi mzima. It's like you're celebrating, especially Waluya. Very true. See, but then ni haraka hiyo story ishe. Mimi nakumbuka, wacha nitoe example poa sana ya my dad. My dad alikufa last year 2020 July. Alikuwa very day. They don't believe in kuweka mwili. Wao wanaamini hata mtu. Nakumbuka Muhammad Juma Jogona nilisikia asubuhi amekufa. Unajua nilikuwa nafuata radio, nikasikia saa 6 watu wanakutana kwake. Saa 8 wanakutana hapa Karioko. By saa 6 saa 9 story imeisha. Wao hata story na kulia. They don't encourage kulia. Wanasema ukilia unafanya huyu mtu punishment yake kwe. It's against the nini of Quran. So umekufa. If you don't believe in resurrection, hata nikilia punishment iongezewe, I mean, kuna difference. Nakwambia, like me, I can say they're just in darkness. There are a lot of things that they don't know. Okay, haya. So after umeasi sasa, umetoka. What changed in your life? I mean, in terms of vita zilianza, everyone was against you. Yes. Why? You had friends. Walisemaje? Mi kwanza cha nianze na my family. Kwanza my dad. Me remember. Na ni kama unamuogopa. Wewe mzee. He must be very strict. He's very tough. Kutoka kuamsha mtoto saa 10 uombe. Lazima. Hata kuvaa. Saa zingine unapata umevaa trouser, but umevaa trouser na dress, na top dress. Kwake that is indecent. Utarudi. Ati ile umetoka kwa nyumba una hijab, hamtasikilizana. Hata pale kwa nyumba lazima ukuwe na hijab. Pale kwa nyumba lazima uvae the decent. He was very, very strict man. So after conversion, mimi naweza sema kulikuwa na battle. Na unajua mimi nilikuwa na keep conversion yangu secret. But Mungu ni kama hakuwa anataka niweke secret. So one day ilikuwa ni siku ya Idi, siwezi sahau. Sasa kukakuwa ni siku ya Idi, kukatokelezea tu mtafaruku pale kwa nyumba. Quarrel between sasa watoto wakatana against their mom. Unaelewa? So like me remember my brother, one of my brothers akani approach, akaniambia yeye alikuwa anajua mimi naendanga church. Akaniambia Hawa, si uombe huyo Mungu naomba. Hata anajua, ana acknowledge. Mimi nikiomba Mungu wangu atafanya nini? Atasikia na peace itarudi pale kwa nyumba. Naambia Hawa, na si upray huyo God wako like peace kuja kwa hii nyumba. Me hata siku take it serious. But later on, mimi nasemanga I think it's God. It just felt in me that I need to pray. So I started praying. I prayed in the sitting room. I went upstairs. I started praying for hapo tu vile tu nilikuwa naelekezwa. So like nikaanza kupray huyo stepmother yangu. Kwanza kumprayia akaniambia your dad amepakizi nguo zake, it's like anataka kutoka. So pray for this. Hata ananiambia imagine she pray for these clothes. I started praying for the clothes. Manifestation. Sasa hiyo ni shosho yako? No, the stepmother. Oh, stepmother. Yes. I started praying for the clothes. When I was praying for the clothes, niko na stepsister, second last. Ndani yake kitu inasema, natoka, naenda. So nikaacha kuombea the clothes, nikaanza kuombea my sister. Kwanza before nianze kumuombea, stepmother akaniambia, hebu angalia kama kina dadu wako. Juu yeye anajua tu kitaumana. Hebu angalia kama kina dadu wako. So mimi nikachungulia nikamwambia, these guys are not here. So I started praying for my sister. Nikaanza kumwombea. May I remember very well. I will never ever forget. God gave me a vision. 2 people wamesimama kwa mlango ya bedroom. Amevaa black na red. It manifested. You see, when you are young in salvation, there are some things you don't understand. Yes. So the dream, it came to pass in less than 10 minutes. My dad and my brother wakakuja. Kukuja,
walinisukuma huko. Like I was so like yani kama nilikuwa nimebebwa sana kabisa, nilikuwa kama niko in the spirit. In that hata wakinisukuma mimi sikuwa nasikia. Maana ulikuwa na fight maro. Sikuwa nasikia kabisa wakinisukuma. Ndo akashout, "Shut up." Ndo ni kama nika come back to my senses. Wakachukua my sister. Akaanza kumuombea. The same stepmother. Hawa. Mimi mtoto wangu ni kama anaenda. Tafadhali ingia bedroom. Jifungie bedroom, anza kuomba. Mimi nikamsikia, nikaingia bedroom, nikaanza kuomba. I prayed. Sister yangu sasa unajua hao wana recite ile wanaanza na suratul Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Inasikia tu nikaa nacheka. Najua tu hapa there is nothing. Anaenda there is nothing. Ni kama nilitonga ile ana nini tu kabisa, anaenda kabisa. Mimi nikaingia huko hivyo nikaomba. Huyo mtoto akarudi normal. Sasa vile alirudi normal, wao wajui mimi niliingia kwa bedroom kuomba. Mama wao aliniambia ninge kwa bedroom kuomba. Wakajua tu it is the prayer of Allah. But mimi nilijua ni Jesus amefanya msichana akafanya nini, akarudi. Sasa mimi nakwambia hapo ndio battle ilianza. My dad akani-summon. Akaniambia you cannot bring a different ideology in my house. And I cannot stay with a person we cannot stay together, people of two different faiths. Hapo ndio battle ikaanza. Akaniambia ninakutuma kwa mama yangu. Go and tell my mother the stupid decision that you've made. Yeye aliona like unajua alijaribu kuniongelesha but anaona huyu asikii. Anajaribu kunikuotia Quran. The book inaitwa nini, suratul Nuh, story ya Noah, lakini mimi naenda nasoma akiniambia suratul Nuh, naingia kwa Bible mbio, nasoma Bible. Biblia kama haijasema hivyo, nasema mimi siamini hiyo yake, mimi ndasikiliza kile kenye Bible inasema. I remember akaniorganizea nikaenda kwa nyanya, but mimi nikasema siendi kwa nyanya kama sijaenda church. Ilikuwa nitakana niende Friday, sijui nini ili happen, sikuenda. Ilikuwa niende Saturday, sikuenda. Mimi sijaikanyaga church Sunday. Hiyo Sunday nikaenda church. So kwenda church, kuingia tu hivi, mimi naweza sema God alikuwa shani prepare. Hata nikidhani alikuwa sha release. Wakati nilikuwa tu born again hivi, ali release spirit yake kwa life yangu. Wakati nafika tu church hivi, siwezi forget the book of Exodus, I think it was 23. Nilitake that word nikasema nilikaa tu hivi. Hiyo word ilikuwa inakuwa preached. God anasema I am sending my angel before you. Do not bow down to their eye. Nikasema bas. This is the word that I'm running with it. Nikaenda pale hivyo nikaambiana mimi naenda church, naenda home ushago, kindly wa pray for me. Nikaenda nyumbani. Haikuwa rahisi. Kabla hapo hivyo nikaenda kwa mlima, nikaanza kuomba. Sasa nikakuja nikakalishwa meeting na nyanya yangu na my babu. Wakaanza kunigombanisha. I don't know the spirit of God. Sasa walikuwa akiongea, me I was just like kneeling down. Si wamekaa huko hivyo, mimi niko tu hapa hivi, naanza kuomba. Yaani nisi react in a bad way. Naanza kuomba. Waliongea, wakagombana. Nyanyangu ya ali raise up the hand akasema, whatever seed God has put in you, sisi hatuwezani nayo. Ni kama in surrender. Nikasema mimi nyanya, I'm not bowing down. Akaanza kuniambia, Hawa, vile umetoka kwa dini utateseka. Hawa, ungengoja kwanza. Nikaambia nyanya, the children of Israel when they were coming out of Egypt, wao uliona mahali waliteseka? Hapana. Wanasema si ungengoja tu kwanza usome kwanza hata upate makaratasi. Nikasema nyanya, the God that has called me, he will not allow me to suffer. Nyanya akasema huyu siezani na yeye. So wakanipeleka. Mwishowe, I really thank God, tukaanza sasa kupanga na wao. Baba alikuwa anawapigia simu kujua huyu mtoto amechange mind yake, make up mind yake. Lakini nyanya niambi. Sasa yeye ndiye alikuwa anapata mambo moto bataniambi. But mimi na sense tu hapa kuna shida. Nyanya mwisho akaniambia like when you go to Nairobi na uone babako anataka kukuchapa, usibishane na yeye. Wewe fanya nini? Wewe toka tu. Na unajua kabla hapo hivyo nilikuwa nishapata dream.
naona my dad ananikujia na mashehe kwa nyumba. Shehe ni watu wa mosque. Kitu kidogo tu anataka kunichapa. Niliona nimetoroka mbio, nimeingia kwa mahindi. So when I came to nyanyaka niambia, "Na uko Nairobi, unajua mtu yoyote? Hiyo kanisa wanaweza kukusaidia." Yaani alijua nikienda nyumbani siku nzuri. So mimi wakati nilikuja Nairobi, huyo mama huyo mwenye alinipeleka church, ndio nilimwambia anaitwa Lilian. Nikamwambia, mimi wacha nikuje nikae na wewe." Thank God akaniitikia. So mimi nikatoka home, nikaanza kukaa na Lilian. But it was not easy. Ilikuwa like hata ninatoka huko Maliniko na kuja home, my brothers wanasema si katika dini. Unaona hata vile hiki kikombe cha chai. Si katika dini wao kuniserve mimi chai. Maana mimi ni kafiri. Nakumbuka siku moja nilienda nyumbani kutembea. Babangu akamwita ndugu yangu mmoja, "Rama." Najua baba I think ni ile damu. "Rama, kuja hapa. Nenda ukambaia Hawa soda." Alikataa, kapiga bautani. Si katika dini kwenda kumbaia huyo soda. And it's bad. So do you think it's the best decision that you made? Being a Christian, the best decision ever. Wow. The best decision. Me remember nyanya aliniambia hivi sijui mwaka 2020 kama sijakosea. Naambia Hawa siurudi tu kwa dini. Nikamwambia nyanya it's too late. It's too late. Siwezi rudi nyuma. Yeah. It's the best decision ever. Yes. Me like right now naweza kukwambia my conscience yani mimi nina uhai. Those people they don't have life. Mimi na kwa sababu wale ni ndugu. Mimi nakaa hivi na miss ndugu zangu. Lakini wao wako tu. Mimi nilikuwa nakaa hivi na miss my dad kabisa. Mpaka nilikuwa najiambia mbona hivi? Lakini wao hawakumiss. Wao wako. Wao wako tu. What? In Christianity mimi naweza taka kuambia hata kama kuna Muislamu kunja anataka kuconvert, just convert. In Christianity there is everything. Okay. Yes. May think if it were not for Christianity I could have died. Yeah. The best decision ever. I wish all Christians could be like you. Yaani wenye wamezaliwa wakajipata kwa Christianity na bado wako na wamekaa tu wako tu idol. Unajua they don't know this God. Yaani wewe umeonja the sweetness na bado unataka kuishi hapo kwa hiyo sweetness. Huwezi taka kuasi hata kidogo ama kuregeza. No. Lakini wale wamekuwa hata they don't even care. They don't. I wish Christians could have understood who God is. This God is powerful. This God is loving. This God is caring. Mimi huyu like nilitoka nakwambia this God anajibu prayers. Si nilitoka huko hivyo nikitaka kutafuta watu relatives wa kina mamangu. Nilipata mtu. Nilipata my aunt. Yeah. So my conversion was not in vain. I found on my aunt, the sister to my dad. So hata kama ulikuwa unaendea prophecy, bado Mungu alihakikisha utakuja kupata mtu mmoja. Na si ati ili happen kwa sababu Mungu naye alijua this God is so wise. God alijua huyu Hawa nikimpatia huyu relative wake sahi hata sitaokoka. Unaelewa? So it took time kama amehakikisha mizizi zishaingia. Let me ask you, umwai ota ama ukalala ukaota kuwa Mkristiano wakati ulikuwa Muislamu? Never. Mimi nilikuwa tu naota nina battles. But in these battles God ananipatia victory. Nilikuwa naota most of the time a person pursuing me. Mtu ananipursue, but nilikuwa naona Mungu ananipatia victory. Naelewa? Yeah, that was my dream. Wow. But ile ati nijote niko kwa church. Mimi hata sikuwa najua ati ndakuja huko. Hata ilishtua my dad. My dad alijiuliza, mtoto mwenye amezaliwa kwa dini, ameenda madrasa. Alafu mwisho anakuja ku convert. It really shocked him. Yeah, hakuamini. Madrasa mnasoma miaka ngapi? Madrasa it's like a Sunday school. No, it's like a Sunday school. Every Saturday and Sunday we have to go to madrasa. And kama mmefunga shule from Monday to Sunday we have to go to madrasa. Okay. Yeah. So umesoma Kiarabu? Bado unajua Kiluya? Bado najua Kiluya. Unajua Kiluya kabisa? Unajua Kiluya ya town, but najua Kiluya. Bonga Kiluya. Sasa nataka nisemeje? Just make any statement. Karibisha mtazamaji na Kiluya. Tricky sana.
Anacha tu niseme tu nipe kikombe ya maji, mbe shikombe, mbe chai. Unajua sasa hatukulelewa sisi kule ndani kabisa. Okay. Then umekaa Uswahilini juu ya Uislamu. Kisomali unakijua? Kisomali nacho sikijui. Ukijui? Okay. Ulijikubali tu hivyo. Lakini Quran ulikuwa unajua kuisoma? Quran tulikuwa tunajua kusoma. Ile verse inakaribiana na Bible, hebu isome na nini? Kiarabu. Hata saizi ndazikumbuka kweli. Unajua ni kitambo. By the way, uliconvert nini? Ile niliconvert nikakuja nika backslide. Ilikuwa 2010. 2010. Alafu ka backslide. Nikakuja nika backslide 2018. Alafu nikakuja nikarudi kwa God. Nili backslide 2016. That is after kupata watoi. Okay. Then nikakuja nikarudi kwa God. I think 2018 December. Ndio nikarudi ya God. Wow. Na mimi siwezi encourage mtu wa backslide. Unarudingi nyuma. Ile hasara uliona ni gani? My spirituality. Ulianza ulirudi katoto kwa spiritually. I mean maturity ya spirituality ilirudi chini kama utotoni. Sasa unaanza upya. Yani mimi siwezi taka ku-encourage mtu. Yani backsliding is not good. Backsliding inakurudishanga nyuma kabisa. Unapatanga kuna vitu ulikuwa unafanya, ndio sasa ukuje upick uanze kufanya. Dreams, visions, nini inachukua muda. Okay. Ni watu kutoka mbali. But the grace of God. So hilo jina hukubadilisha? Jina sikubadilisha. Maana ulikuwa tayari ushapewa Mwanahawa. Watu walikuwa wananiambiaje nibadilishe jina. But mimi nikasema sitafanya, maana watu wananiambia unless I hear the voice of God. Okay. Yeah. Mwanahawa inamaanisha? I think walitoa kwa ile Hawa, Adam and Hawa. Yeah. Okay. The daughter of Eve. Eve's daughter. Yeah. Okay. Wow. I think if it makes that more sense, then why change? Anyway, utasikiza. Yes. So after sasa umerudi kwa Ukristo. Hii ugonjwa ilikuja after before? Hii ugonjwa ilikuja tu nikiwa home. Ukiwa home kabla hata ukonvert. Nikiwa form 4. What happened? Ilianza tu kwa mdomo pole pole. So I remember hata mwenye alinifanya nijue niko nayo ni the Swahili teacher. Aliniambia kwani wewe siku hizo unakunywa pombe kali? Nikasema pombe kali, ndio nikaenda nikajiangalia kwa kioo nikaona kuna kitu kametokelezea. Watu walikuwa nafikiri hata niko na AIDS because back then ndio AIDS ilikuwa imetokelezea. So ulikuwa unakanika umechomeka mdomo. Yeah. Ilianzanga tu hivyo pole pole and then ina progress. Ndio sasa imefika mahali imefika. So what kind of a disease is this? It's called vitiligo. Vitiligo. Yes. And according to the doctors, there is no waja come up with no cure. There are some medication, but sasa mtu kama mimi I will take it for quite a long time. But the problem is the drugs are expensive. Yeah. But wanasema ninge arrest mapema ingekuwa poa. But back then I believe hakukuwa na dawa yake. Dawa imekuja tu hapa hivi kitu kama 2018 hapo hivyo. Na mimi yangu ilianza 2007. Dawa ya kuimaliza. So inaweza isha. Inaweza isha. Yes. Inaweza isha. But dawa you will take it for. What vitiligo? Inaitwa vitiligo. Inaletangwa na nini? Because it's a rare condition. Very rare. Niliendanga kwa dermatologist akaniambia like hata wao wajapata chanzo yake kamili. Wana assume maybe ni genes, but mimi nikifuatilia kwetu hakuna mwenye ako nayo. Nilienda mpaka kwa watu wakina mamangu, hakuna mwenye ako nayo. Yani hawajui tu cause yake ni gani. Okay. But mimi ilinianza nikiwa mtu mzima. But it's not close to albinism. It's not close to albinism. And it's not close to skin cancer. Others think it's skin cancer, but it's not skin cancer. Is it not related to skin diseases? It's related to skin diseases, but because we visit dermatologists. Okay. Yeah. Wow. All right. So, but haikuzuii kufanya chochote? No. Hainizuii kufanya chochote. Ile tu kitu yenye nasikianga saa zingine ni uchungu nikikaa kwa jua.
Okay. Kikaa kwa jua, unasikia uchungu kabisa. So dawa yake unafaa kuitumia kwa muda gani? Wanasema for quite a long time, bora tu ziishe. Yeah. Ni mingi? Ni dawa type 3. Damoleconil, tacrolimus, na ingine hapo hivyo unajipaka Umwai jipaka ama umwai nunua hizo dawa? But nili give up kwa sababu okay. So ni unakunywa hadi ziishe? Unakunywa hadi ziishe. So umekunywa muda gani? Nilikunywa 4 months nikaachana nazo. Of which unafaa kwenda how many years? Ama how many months? Years. Nataka na kwenda years mpaka ziishe. Nataka na kwenda years. So kwani dawa yako ulikuwa unanunua pesa ngapi? Kama hiyo Damoleconil ya 1 month ilikuwa around around 10,000. Yeah. Tuseme tu total ya month inaweza kukukost kitu kama 15k. A month 15k. Okay. Yenyewe hiyo kama hauna kazi. Hiyo kama haujiwezi, it's tricky. It's tricky. Okay. So najua labda kuna mtu anaweza kusukuma kama miezi kadhaa because we have good fans. Na najua pia kuna wahubiri pia watasikia umewapea boost. Najua kuna watajitolea maana wamesikia umewaongezea imani pia wao. Because you see the reason as to why most of Christians on a backslide ni maana wamekosa imani. They have no people to encourage them, to give them hope. Inafika wakati mwenye anafaa kukupea hope ndiye anakuongezea majini. Sasa unakaa ni kama ujui uelekee wapi. So because I know I have good people wenye hata wamekusikiza na labda pia wangetaka kusaidia hata kama ni miezi kadhaa or yearly, I know we have good people. Sijui kama una namba ya simu labda ungewapea ili pia waweze kusukuma. Yeah, niko nayo. But mimi kile kitu yenye the major one, unajua vitiligo, it's not that painful, but there is one that is painful. It's inside. I have like end stage kidney disease. Okay. Yes. End stage kidney disease. Even after this interview, I'm going for dialysis. Okay. Yes. Hiyo nayo nilipata 2018. 2019 ndo nilijulikana niko na kidney zangu zimefail. Yes. Na it was due to like undetected blood pressure. Yeah. Nilikuwa na blood pressure but mimi sikuwa najua the dangers. Sikuwa najua hata what is blood pressure. Mimi nilikuwa tu nasikia blood pressure. Mimi nadhani tu ni kitu tu ya kawaida. And then the bad thing is wale watu wa medical they don't wakuambi. Zile hospitali nilikuwa naenda by the way, they don't tell you where you need to take precautions. Blood pressure is a danger disease. Ama hata wabandike tu kitu mahali blood pressure, mtu afanye nini? Ajisomee. Ajue hii ni blood pressure, danger zake ni hii na hii na hii. At least mtu anakuwa aware. Blood pressure huleta vitu mingi mpaka stroke nini. Yeah. Nilikuja kujua after sasa nimechapwa na nimegongwa mimi. In fact ni kitu daktari huwa ana advise uko unapima almost daily. It's good to have a gadget. Unajipima kila siku. Maana inaweza kukulia ndani kama hujijui. Basi mimi ndani. Ili nikulia ndani. So what is the solution of kidney failures? Wanasema ni dialysis. Na dialysis it is just there to sustain you. Transplant. Yeah. So like I'm planning to do a transplant to undergo. Ushapata mtu akukupea? Yeah, my deacon. Your deacon? My deacon, since my family members no one is willing. Like I remember nili approach my nyanya, my grandmother. Tunamuitanga nyanya. Yeah. I approached my grandmother, nikamwambia nyanya, sasa mnanipangia aje na hii kidney. Akaanza kuleta issue ya dini. Naambia sasa vile umetoka kwa dini wewe tutakusaidia aje. Yeah. So hao sidhani kama help. Hata sidhani hakuna help from my relatives. Mimi help napata ni from the church and wale watu tunafanya na wao kazi. Okay. Unafanya kazi wapi? Nafanya kazi na kampuni inajiita Sama. Yes. Data entry na web research. Okay. All right. So kidney dialysis and kidney transplant. So transplant itakuja kufanya lini? Nilikuwa na plan if all goes well nipate like finances. Tulikuwa tuna plan November. Walisema ni how much? Na plan raise 4M.
Okay. For Do you have an transplant. HIF? Yes, I have an HIF. Okay. For transplant na post transplant kwa sababu they are drugs and they are very expensive. Kwa sababu unapata immunosuppressants. Na immunosuppressants you can take it for for a lifetime. So ile tu kidogo kitambo nikuje ni recover. So nimebudget ya hiyo. Yeah, kwa sababu unapata unaweza spend 60k in a month kununua hizo drugs. Hey. Na ukikosa utakuwa umefanya kazi bure kufanya transplant kwa sababu hiyo immunosuppressants ina supposed to suppress your immune system ndio isi attack the new organ. Yeah. So when you don't take the drugs they will just be attacked. Okay. Wow, okay. Mungu ni mwaminifu. Amen. And with the faith, najua hata anaweza ziponya. Amen. Badala ya kufanyiwa transplant, we celebrate the healing because it's possible. It's possible. Na kwa sababu imani yako iko juu, unajua Mungu we are actually ukisoma Biblia, what we are advised most tukue nayo ni imani. Yeah, sure. Because imani inaweza kukupeleka mbali. Kabisa. Imani ndio imeponya watu. Kabisa. Sio madaktari, imani tu. You just have faith and faith will make you go places. Sure. Na juu tayari nimesikia una imani, I believe it's possible. Amen. And it shall be well with you. Amen. I believe. So patiana namba yako. I know there are people who could be willing to help wenye wataweza. Yes. Na tutashukuru pia. Yes. My phone number ni 07 26 727 317. Rudia tena. 0726 727 317. Jina itatoa nani M-Pesa? Mwanahawa Hasandi. Mwanahawa Hasandi. Niko na pay bill ndakupatia baadaye crown. Crown. Okay. Iko hata kwa simu? Iko kwa simu iko huko. Alright, ni sawa. Producer ataweka kwa screen ili mwenye angetaka kusaidia atakusaidia. So producer atatuwekea pay bill hapo. Amen. And kila kitu itakuwa sawa na Mungu atasaidia ikifika kama atataka tukulete tena. We shall also provide the platform. Amen. Yes. So acha tungoje Mungu mwenye atataka. Kabisa. Yeah. So thank you so much and God bless you. And I just want to say thank you, a big thank you to you and to this place for just giving me the opportunity, the platform to express myself. May Almighty God bless you. Amen. More abundantly. Hii platform ni ya Wakenya. Amen. Si ya Wakikuyu, si ya Waluya, si ya Wakamba, si ya Wajaluo, si ya Wakali. And is a platform to dini yoyote because when there is a problem like now hata ungekuwa Muislamu siwezi kosa kukupea platform because ukiwa mgonjwa unaenda hospitali yoyote uendi hospitali ya Islamu ya Christian hapana. So this platform it's here for everyone na isaidie kuponya nyoyo za watu. Amen. So we are not here to discriminate anyone. Sawa sawa. Yes. So thank you and God bless you na Mungu akuponye. Cha muhimu akuponye. Amen. There's a good friend of mine ni Mkikuyu anaitwa Charles Kamondo. Aliniambia wewe unaomba Mungu akupe pesa za kununua dawa ama za kukupeleka hospitali. Kwa nini usiombe huyo Mungu akuponye badala ya kukupea pesa za dawa? Na nikaona huyu jamaa ni kama anafikiria lakini unajua nilikuwa na uchungu. Sasa singemsikiza kabisa. After kupona ndio nilikuja kufikiria kumbe huyu jamaa kuna kitu alikuwa anasema. Kwa hivyo nilihitaji uponyaji, sikuhitaji pesa, sikuhitaji dawa. Maana yeye ndiye dawa. Kabisa. So nilihitaji yeye kama dawa akuje aingie ndani yangu aniponye niachane na pesa na dawa. So you need healing and you need him more than you need money and medicine. Sure. Because yeye ndiye anaweza maliza hii condition, the other issue. And it is possible. So we remain hopeful that atakuponya. Amen. Yes. So kwa sababu yeye hata ndiye amepea hata madaktari knowledge. Ni yeye tu. Kwa hivyo yeye ndiye unahitaji si daktari. Si daktari. Maana yeye atakupea knowledge ya kila kitu. Amen. So thank you so much and God bless you. Thank you muno. So mwirori wa Faruthi wa Thayu TV ucietagwo Mwanahawa ni ndoyo Mwanaidi.
no ni tondu Mohamed Juma Jogona hekaro baina akitangala mubira mwana idi ndaigwa yake no ndingikora nikigaga acoka akiambi kugeithania riu tumona Mwanahawa riu ni rugano rwake na ni hena namba ya thimu condition iyo yake kono hote kumuteithiriria hotage kugura dawa icio aiko we no hotio na makiria no hote kumuteithiriria ndu wa kidney transplant na kugura dawa icio ingi na maundu macio mangi mothe ona kumuumiriria nigetha hote guturia ukristiano ndakanehere tondu ni kuona faida ni wega makiria ndaigua na imani iguru muno makiria na Ngai uyu witu ni amenyetwo ni nduriri na koguo ni kuga ati ni mwega na ni mutugi uguo we otamuwe mumenye ketulekiririe na kuga kambuni ya Golden Dream Lands and Properties Limited mario muharina wa mbere gukorwo marugamite na barothi wa Thayo TV na tondu ni partners aitu nitwenda na ithuĩ kuiguithania nao na gutigirira na kiria giothe marakwenderia to ne kindu to verified ni twakwirira na tondu riu mena project maruguririe njaga ihari ya matu Kitui highway turamita Matu Katutu Gardens kundu guthaka muno makiria na kuria jirani we hau ni atumite andu magege na mone ati gutire kindu gitangikora kuu tuthieta gwake ugakora kuhana green ugakora melon ciaraganitie kuu mugunda ugakora matharu ugakora nyanya ugakora cucumber ugakora gojeti ugakora pilipili hoho iria ingi firifiri iria ingi kale karuru gutire kindu gutari no niki ni tondu it is possible maundu mamwe magigwo ni andu ona we no wike we wona andu makigura migunda ona no ugure no hote gucenjia itura tariu investment nikio kindu kiria kiguteithia andu kuma covid yoka na nikio ronire andu ingi magikirira muno kugura migunda ona gwaka so ikono wende kuigithia thini wa project ino retwo Matu Katutu Gardens ni raithi muno makiria na ni ithaa rimwe na ndagika 25 kuma Thika na ndeka 25 kuma haria Matu guthia hau ni kundu guthaka muno ngiriria gwaka no ture kurigishirio ni mathukuru ma goro mathukuru ginya boarding kwina mai na thitima na cie mugunda na ni mai ma kanjo mena mita uguo ni kundu ngihota kuigithira ndukerira ndira we namba cia haha nigetha waraniria na ithuĩ nigetha uhote kuigithia mugunda no wa 50 by 100 no ungenda kugura iko na 10 na 20 nitugukwenderia mugunda nduri na goro no yo radio bia cigana kwina residential na commercial ni 150 cash residential ni 130 cash commercial ukigura na installment ni 170 residential ni 150 ukigura na installment urira igirira 50 cita deposit icigi ukagura kahora kwa ihinda ria mieri 6 gohe namba cia thimu hure na wagura cash no igonera honokia ciringi 20 title tayari na ni inclusive bei yo ndakuhe 0798 008 008 0798 008 yo ni namba yakwa namba ya director Mr. Kahura ni 0729 870 822 ikithia na Golden Dream Lands and Properties Limited na dukelira taito cia Faraja 1 Faraja 2 isha ikuhe na kuongecianirira haha tondu ni kurekeria irarikirira process thaicio na ni twi taito namba cia nyu ciothe wona kuga taito ni tai nyumu na ni gukianirira haha wona ndacinyitukia. Thank you so much and God bless you. wira guo wenyiteire akirite wikorotete na nikio kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited ehotorete gutigira ni wegwatira handu uritaga haku Matu Katutu Gardens ni project jero area emwena wa Matu. Project ino ndungimetigithia kuona kwena mai na thitima na eriganitie na murimi ukuretia melon ngũkũ o ndomwe na thamaki oguo we urafatara ha kurima wena mweke mwega muno. Project ino erigiceirio ni mathukuru ta Katutu Girls Boarding, Katutu Primary Boarding School na thoko ya Katutu Market. Broti ici ni cia muigana wa 50 by 100 na irendio ciringi 150 ukariha deposit ya ciringi 50 icio ingi urekie na mieri 6 kwena special offer kuri we uragura cash na ciringi 130 discount ne 20 ririkana thogoro uyu ni hamwe na marehi ma title deeds kuona buroti ni Wednesday na Jumamothi ugatwarwo hatari marehi. Hora thimu 0729 870 822 kana 0798 008 008.
Oka Wovishine Royal Town BD House gorofa ya gatatu na nĩ igũrũ wa BD Supermarket. Mũtambo wa Facebook nĩ Golden Dream Land and Properties Limited. Golden Dream Land and Properties Limited. Your home, your comfort.